Ni saa ya morning glory, morning glory. Tumsifu Bwana, apokee sifa zetu, atapeana baraka na uponyaji. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory. Ni saa ya morning glory, morning glory. Tumsifu Bwana, apokee sifa zetu, atapeana baraka na uponyaji. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory. Ni saa ya morning glory, morning glory. Tumsifu Bwana, apokee sifa zetu, atapeana baraka na uponyaji. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory. Ni saa ya morning glory, morning glory. Tumsifu Bwana, apokee sifa zetu, atapeana baraka na uponyaji. Saa hiyo hiyo kuna roho inakwambia geuza barabara, rudi mjini au rudi mahali fulani, na ulikuwa unakuja kanisani, kwa sababu pesa ina lugha yake. Sasa kama hauna Roho Mtakatifu ni ngumu sana kuidhibiti pesa. Kuidhibiti nini? Kuidhibiti pesa. Ndio maana Roho Mtakatifu akusaidie leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono juu, sema Bwana Yesu, ninaomba yale ninayoyasikia yakanisaidie leo. Sasa naomba niguse hii leo, sema amen. Niguse hii ili kesho nisiwe na kazi kubwa. Roho Mtakatifu ndiye aliyevuvia maandiko. Roho Mtakatifu ndiye aliyevuvia maandiko. Nenda kwenye hicho kipengele cha Roho Mtakatifu ndiye aliyevuvia maandiko. Nimesema bado tuko namba 1, sema amen. Roho Mtakatifu ndiye aliyevuvia maandiko. Tumemaliza alama za Roho Mtakatifu, sema amina. Tuko kwenye hicho kipengele kinachosema Roho Mtakatifu ndiye aliyevuvia maandiko. Sasa maandiko, yani Biblia, ni kazi ya Mungu, na Roho Mtakatifu ndiye mhusika mkuu wa usimamizi wa kazi ya maandiko. Roho Mtakatifu ndiye msimamizi mkuu wa maandiko. Amen. Sasa umuhimu wa maandiko. Neno la Mungu lililoandikwa lilihitajika kwa ajili ya wokovu, kwa sababu tunahitaji ujuzi na kweli za wokovu wetu, ambao msingi wake ni katika kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Amen. Kwani hatuwezi kujitoa wenyewe kupitia matendo yetu mema na mawazo yetu mazuri. Narudia, neno la Mungu liliandikwa, lilihitajika kwa ajili ya wokovu, kwa sababu tunahitaji ujuzi wa kweli za wokovu wetu, ambao msingi wake ni katika kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwani hatuwezi kujiokoa wenyewe kupitia matendo yetu mema na mawazo yetu mazuri. Amen. Neno la Mungu lililoandikwa lilihitajika kwa ajili ya wokovu, kwa sababu tunahitaji ujuzi na kweli za wokovu wetu. Ujuzi na kweli za wokovu wetu, ambao msingi wake ni katika kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo.
kwani hatuwezi kujiokoa wenyewe kupitia matendo yetu mema na mawazo yetu mazuri. Na Mungu ni Mungu aliyetamani kujifunua kwa wanadamu. Mungu ni Mungu aliyetamani kujifunua kwa wanadamu yeye mwenyewe, na ili kazi yake anayoifanya iweze kujulikana kwa miaka na miaka, mpaka wakati huu una summarize. Sio lazima uandike hicho nilichosema. Amen. Maana natamani hii kazi ni kubwa sana hapa, natamani ni flow. Amen. Narudia basi kwa mara mwisho. Mungu ni Mungu aliyetamani kujifunua kwa wanadamu yeye mwenyewe, na ili kazi yake anayoifanya iweze kujulikana kwa miaka na miaka, mpaka wakati huu tulionao leo. Watu wanahitaji nakala ya yale Mungu aliyokuwa anasema na ambayo anatenda, yale ambayo Mungu alikuwa anasema na yale ambayo Mungu anatenda. Sasa kwa hiyo neno la Mungu ndiyo njia pekee ambayo kwa hiyo tunaweza kujua na kuelewa na kuamini kweli kuhusu Mungu na mpango wake kwa wanadamu. Hivyo neno lazima linenwe sawa sawa na vile ambavyo Roho Mtakatifu anaelekeza. Vile mlivyokusanyika hapa, lazima ninene katika uvuvio wa Roho Mtakatifu, ingawa andiko naweza kulitumia lile lile ambalo lilitumiwa na babu zetu miaka zaidi ya 50 iliyopita, lakini ninapolileta hilo neno kwa sasa, lazima liwe na uvuvio wa Roho ili liweze kukusaidia wewe mwanadamu wa sasa. Mnanisikia? Mnanielewa vizuri? Warumi 10:13 mpaka 17. Warumi 10:13 mpaka 17. Warumi 10:13 mpaka 17. Warumi. Napenda hiyo ni F. Fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema, ufananishwi. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema, ufananishwi. Soma hapo anasemaje? Kila atakayeliitia jina la nani? La Bwana atafanya nini? Ataokoka. Wanamhitaji yeye wasiyemwamini. Nilikuambia Roho Mtakatifu anasababisha umwamini nani? Mungu. Kwa hiyo ndio maana kuna watu leo hii mnamuita Yesu lakini hamumwamini. Amen. Wanamwamini vipi yeye wasiyemsikia? Kwa lazima kuwe na mtu wa kuhubiri habari zake, tena akiwa amevuviwa Roho Mtakatifu, ili aweze kuprove kazi ya msalaba. Wanamsikiaje pasipo mhubiri? Sasa swali langu ni hili, huyo mhubiri ana muhuri wa Kristo? Ana Roho Mtakatifu ndani yake? Je, kile unachofundishwa kinatokana na Mungu au kinatokana na akili za wanadamu? Kile unachofundishwa kinatokana na Mungu kweli au kinatokana na akili za wanadamu?
Nani anayemvuvia mhubiri huyo anayekufundisha? Ni Roho Mtakatifu au ni roho mchafu? Amen. Aha. Sasa ile andiko huwa tunalisomaga tukitaka mtupe hela za kuhubiri injili. Tukiona tunamwambia mtupatie pesa tukahubiri, mnakataa, ndio tunawasomea ile andiko. Tunaendaje msipotupeleka? Kwa lazima mfanye nini? Mtupeleke. Bwana asifiwe sana. Sasa tunabakigi hapo tu, lakini ile andiko linajaribu kuonyesha kwamba huyu mtu anatakiwa kuvuviwa, na kupelekwa kwake sio kupelekwa na pesa, kupelekwa na Roho Mtakatifu. Yaani lazima Roho Mtakatifu akupeleke mbele za watu, akupeleke mbele za watu ili useme yaliyo ya Mungu. Sasa ni nani amenileta mbele yenu? Ni Roho Mtakatifu amenileta mbele yenu au ni akili zangu zimenileta mbele yenu? Soma tena, rudia usome kwa sauti. Aha. 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 Sasa hapo sisi tunakuja tunakwambia lazima mtupeleke, sio unipeleke. Roho Mtakatifu anatakiwa kunipeleka ili niende nikaihubiri kweli na watu waielewe kweli. Unanisikia? Watu waielewe nini? Kweli ya Mungu. Maana hiyo kweli ndio inayokuponya, hiyo kweli ndio inayokuimarisha, hiyo kweli ndio inayokujenga. Unanisikia nachoongea? Kwa hiyo kweli ya Mungu ikija kwenye maisha yako inakufanya unakuwa mpya na inafungua vifungo. Ndio maana kuna injili inaweza kuhubiriwa maiki hii sasa. Ndio maana kuna injili inaweza kuhubiriwa na ikamfungua mtu aliye kwenye vifungo bila kuombewa. Kuna mtu anaweza akapona kwa sababu ya kusikia injili tu, maana ile injili ina uvuvio wa Roho Mtakatifu ndani yake, na tulikubaliana ya kwamba Roho Mtakatifu ni mponyaji, Roho Mtakatifu ni muumbaji. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna wakati tunaweza tukakuhubiria na magonjwa yakaondoka, vifungo vikaondoka, maana injili ni moto, injili ni nguvu. Tunapoihubiri kwa usahihi, watu wanapona, watu wanawekwa huru, sio mpaka waombewe. Nanisikia? Mnanisikia nachoongea? Mnanielewa nachoongea? Injili inapokuja ikiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hiyo injili inaweza kuwabadilisha watu, kuwaponya watu, kuwatengeneza watu, kuinua maisha ya watu, kuwafanya watu kuwa bora. Aina ya maisha ulionayo ni aina ya injili unayoipenda. Aina ya maisha ulionayo ni aina ya injili unayoipenda. Unanielewa? Injili iliyombeba Roho Mtakatifu ndani yake inabadilishaga maisha ya mtu. Injili iliyobeba matakwa ya mwanadamu, hiyo injili huwa haimbadilishi mwanadamu. Kuna watu ambao huwa wanahubiri injili wakisema tunaangalia uhitaji. Tunaangalia nini? Uhitaji. Injili ya kuangalia uhitaji ndani ya kanisa huwa haitengenezi watu. Injili inayoongozwa na Roho Mtakatifu huwa inatengeneza watu, huwa inawatengeneza watu. Ndio maana injili inapohubiriwa kwa usahihi, ikiwa na Roho Mtakatifu ndani yake, inabadilisha maisha ya watu. Ndio maana anasema wataendaje wasipopelekwa? Kupelekwa, achana na mambo ya kupelekwa na fedha, kupelekwa na Roho Mtakatifu. Lazima Roho Mtakatifu ampeleke mtumishi, ili huyo mtumishi aende akahubiri habari za Roho Mtakatifu, habari za neno la Mungu, baada ya kuvuviwa na Roho Mtakatifu. Utasikia mtu anapona. Injili inahubiriwa, utasikia mtu anapona. Injili inahubiriwa, utasikia mtu anakwambia
nilikuja kanisani nilikuwa sina amani, lakini sasa nina nini? Nina amani. Unajua kuona wakati mwingine tunahubiri injili mapepo yanatoka. Nguvu za giza zinaondoka katikati ya injili. Unajua kuona nini kina happen? Maana ile injili ni ya moto, imekuja na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo inapokuja inafungua watu, inapokuja inaweka watu huru. Ndio maana unaweza ukahubiri ukiwa redioni, mtu anafunguliwa kule nyumbani, mtu anawekwa huru kule nyumbani, mapepo yanatoka kule nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu injili ni moto, na injili ya Kristo haina mipaka. Unaweza ukahubiri tukiwa hapa Morogoro, lakini mtu aliyoko Marekani anafunguliwa, mtu aliyoko Uingereza anafunguliwa, mtu aliyoko Afrika anafunguliwa, mtu aliyoko mikoani anafunguliwa, maana injili ina nguvu. Na niliwaambia Roho Mtakatifu anatembea kama upepo. Anatembea kama nani? Kama upepo. Ndio maana ni muhimu sana, yoyote anayehubiri injili na yoyote anayetaka kuhubiri injili, lazima ndani yake awe na uvuvio wa kweli wa Roho wa Bwana. Mnanisikia watu wa Mungu? Biblia hii hauwezi ukaisoma bila kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, hautaelewa kitu. Ukisoma hii Biblia kama hauna Roho wa Mungu ndani yako, utakuwa unasoma story. Na ndio maana unasoma Biblia unachoka, unasoma Biblia unaanza kupiga miayo, unasoma Biblia unasikia kusinzia, maana hauna Roho Mtakatifu ndani yako wa kukuhubiria hiyo injili ndani. Lakini utakapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, utaanza kusoma Biblia, na wakati unasoma Biblia, Roho Mtakatifu anakufafanulia, Roho Mtakatifu anakudadavulia, Roho Mtakatifu anaanza kuleta vitu ndani, unaanza kusikia utamu wa kusoma Biblia. Maana yeye ndiye aliyeandika Biblia. Roho Mtakatifu ndiye mwandishi wa Biblia. Yeye ndiye anajua kile kilichoandikwa kilikuwa kina maana gani. Kwa hiyo unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, anakupa maana sahihi ya kile unachokisoma. Naelewa? Anakupa maana sahihi ya kile unachokisoma. Naelewa? Mnaelewa vizuri? Watu wa Mungu, neema ya Mungu iwe juu yenu. Neema ya Mungu iwe juu yenu. Neema ya Mungu iwe juu yenu. Roho Mtakatifu awasaidie. Roho Mtakatifu awasaidie. Roho Mtakatifu awasaidie. Awape neema. Awape neema. Awape neema. Awape neema. Awape neema. Simama juu. Nyosha mikono yako juu, mshukuru Bwana kwa dakika moja. Just mshukuru Bwana. Mshukuru Mungu kwa kile ambacho umesikia, kwa muda ambao tumekuwa nao hapa. Mshukuru Bwana. Inua mikono yako na inua sauti yako. Kila mmoja unainua mikono yako juu. Mshukuru Bwana. Mshukuru. Mshukuru. Mshukuru Mungu. Rapa shada bagade. Inua sauti yako, mshukuru Roho Mtakatifu. Nasema mshukuru. 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 Inua sauti. Nimesema usinongone. Msinongone. 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 Shukuru. Inua sauti. Inua sauti yako. Inua sauti yako. Nimesema unaongeza sauti. Unainua sauti. Mshukuru kwa maneno yako. Hata kama haujui, yeye atakufundisha. Usinyamaze kimya. Hata kama haujui, Roho Mtakatifu atakufundisha. Roho Mtakatifu atakuelekeza. Roho Mtakatifu atakufundisha. Mshukuru Bwana. Rabashata bagade. Mshukuru. Inua sauti. 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 Lepakatabarus rikarabakaya lezakatabagate risatabagati. Inua sauti. 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 Inua sauti yako. 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 Shasabagada likarabakaya zaketerebosh likarabakaya yatarabagari
Inua sauti yako, 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 inua sauti yako mbele za Bwana. Mshukuru Roho Mtakatifu, mshukuru Roho Mtakatifu, mshukuru Roho Mtakatifu, mshukuru Roho Mtakatifu, mshukuru Roho Mtakatifu. Inua sauti yako, wewe mshukuru, mshukuru, mshukuru. Ninaendelea kukuonyesha umuhimu wake, ninaendelea kukuonyesha umuhimu wake. Kwa nini unamhitaji Roho Mtakatifu? Kwa nini unamtaka Roho Mtakatifu? Kwa nini unamtaka yeye na nguvu zake? 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 Endelea kuinua sauti, inua sauti mbele zake Bwana, inua sauti mbele zake Bwana, inua sauti mbele za Bwana, inua sauti mbele za Bwana. Rashakata bagada likarapakaya zakata bagadea likarapakaya jenikatalavi rizakata bagada likarapakaya zeketereborianta likarapakaya zakatarabadia lizeketebosha rikarapakaya lezakataba likarapakaya zekatabagadi. Sharamaris Shandemo Sayabagada. In the name of Jesus. Unakuja mmoja mmoja, naweka mikono juu yako, alafu unarudi kwenye kiti chako, unapiga magoti, unaomba kwa dakika chache. Tuanze wa mbele, alafu unafuata, ili uje na mstari vizuri, tufanye haraka. Alafu unafuata mstari unaofuata. Ukirudi unaweka mikono, unapiga magoti kwenye kiti chako, then unaomba. Nenda uombe, na uombe ukimaanisha mtake Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, haya niliyoyasikia yanisaidie, haya niliyoyasikia yanisaidie, haya niliyoyasikia yanisaidie, haya niliyoyasikia yanisaidie. Aha, endelea, endelea kuomba, omba kabisa mpaka usikie ndani yako kuna kitu kimechochewa, mpaka usikie kuna kitu ndani yako kimechochewa, mpaka usikie ndani yako kuna kitu kimechochewa, mpaka usikie ndani yako kuna kitu kimechochewa, mpaka usikie ndani yako kuna kitu kimechochewa, mpaka usikie kuna kitu ndani yako kimechochewa, mpaka usikie kuna kitu ndani yako kimechochewa. Ndio, 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 ndio. Rashada bagada lesakata bari rizakata bagada ripreko yantaraba lishakata bagada risayantara bagada lekaraporianta lishakata bagada uzakata bagade lishantara bagada lekoripashandea lekarapokoya zekata bagada lekaraporianta rizakata bagade lekarapokoya zenterebo shanderebo lekarapakaya zakatabari lekarapokoya rizakatabagada rizantarabagade lishakatabagada rizenterebo lekarapakaya zantarabagade lerabashantaraba rirabashenderebo lekarapababaya uzantaraba. Nenda shukuru Bwana, nenda shukuru Bwana, nenda shukuru Bwana, nenda uombe ukimaanisha, nenda uombe ukimaanisha. In the name of Jesus. Omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha. Maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha, 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 maanisha. Leboriata razakata bagade. Ndio, ndio, omba kabisa, maanisha. Mwambie unamtaka, kuna vile unamtaka yeye, kuna vile unamtaka yeye. Ndio, ukionyesha uhitaji anakuja. Lazima uoneshe uhitaji, lazima uoneshe uhitaji. Najaribu nikupeleke taratibu ili usimisi, ili usipoteze kile ambacho unatakiwa kupata,
ili kile unachotakiwa kupata ukipata. Ndio maana najaribu kujitahidi sana niongee lugha utakayoisikia na lugha utakayoielewa. Ndio maana nataka nikupeleke hivyo kwanza. Ndio maana nataka uombe. Onesha uhitaji, onesha uhitaji, onesha uhitaji, onesha uhitaji, onesha uhitaji. La karabo shata rizakata bagada le karabo kaya zakata bari le karabo kaya zakata rabarianda le karabarianda ruzakata bagada le karabarianda. Onesha uhitaji, onesha uhitaji, onesha uhitaji, onesha uhitaji. Wale mnaotufuatilia kwa njia ya mtandao, mnaweza mkaonyesha uhitaji pale pale mahali ulipo. Unaweza ukapiga magoti yako na ukaanza kumshukuru Roho Mtakatifu na kuonyesha namna gani unamhitaji. Neema ya Mungu iweze kuwa juu yako, naye Mungu akubariki, naye Mungu akutunze asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninaomba kwa ajili ya watoto wako wanaonifuatilia kwa njia online, wengine wakiwa majumbani, wengine wakiwa makazini na maeneo tofauti ambayo wapo. Neema yako ikawatoshe, baraka zako zikawatoshe. Alhamisi ya leo ukawaimarishe, ukawatengeneze, ukawainue, ukawape maisha katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ukawaatamie kwenye mioyo yao, ukashike akili zao, ukashike fahamu zao, ukawaongoze sawasawa na vile ambavyo unataka wewe, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baraka ya Bwana isiyokuwa na huzuni iwe juu ya kazi zako, iwe juu ya biashara yako, iwe juu ya kilimo chako, iwe juu ya ufugaji wako, iwe juu ya elimu yako. Mungu akakuinue, Mungu akakutunze, akaiponye ndoa yako, akaponye mwili wako, akaponye kazi yako, akaponye biashara yako. In the name of Jesus, baraka ya Bwana iwe juu yako alfajiri ya leo. In the name of Jesus. Kuna namba ziko hapo, unasikia kutoa sadaka zako, matoleo yako, you can do that. Na kama haujaokoka, sema maneno haya: Bwana Yesu niokoe, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Siku ya leo ninamkataa shetani na kazi zake zote, hila zake zote. Mimi sio wa kwake, bali mimi ni wa kwako Yesu, na ninaenda mbinguni. Amen. Shukuru Bwana, shukuru. Lerebo shanderia bakaya, lerebo sharara baba rikanda rabai lerebo likara baba orientara bagadea lekarira bashantaraba lerebo orientara raba risekete borima kanterebosh. Kuna vile unatakiwa uko ndani uombe mpaka usikie mwenyewe unaomba. Huo uzito unaousikia, hiyo ndio sio roho ya Mungu. Nimesema omba hata kama haujui. Roho Mtakatifu atakufundisha, Roho Mtakatifu atakuelekeza. Wewe omba, onesha uhitaji, onesha uhitaji kwanza, onesha kwamba unamhitaji kwanza. Lesha bagada risakada bagada leboko shataraba lekaraba kaya zeketere. Ni saa ya morning glory, morning glory. Tumsifu Bwana, apokee sifa zetu, atapeana baraka na uponyaji. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory. Ni saa ya morning glory, morning glory. Tumsifu Bwana, apokee sifa zetu, atapeana baraka na uponyaji. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory, morning glory.
njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory. Ni saa ya morning glory, Morning glory. tumsifu Bwana, apokee sifa zetu, atapeana baraka na uponyaji, njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory. Morning glory, morning glory. Morning glory, morning glory. Njoo upate ushindi katika jina lake. Morning glory, morning glory.